Kwa kuwa bwawa la Manchira linatuhusu sisi wanaserengeti wote, niombe kila mheshimiwa diwani, hata kama hajatajwa kulingana na kanuni na mwongozo, niombe kwa nafasi yako shiriki unavyoweza, kwa kutoa taarifa, kwa kutoa elimu. Na nimependa ndugu yangu pale amesema yeye kwake ni huku, lakini kwa huku karibu na Manchira ana mji. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kutoa ushirikiano na jambo hili, tusiwaachie watu wanaozunguka bwawa pekee. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa hekima zako na asante, nimejifunza mengi sana kwenye kikao chako, na nikuahidi nitaendelea kutoa ushirikiano na nitahakikisha ninahudhuria vikao vyote kama ratiba inavyoongoza. Mheshimiwa Mwenyekiti, bahati mbaya sana, siku moja ng'ombe wangu walikuwa wananywesha pale darajani. Nilikuwa na ng'ombe 30 walikamatwa. Nilipigiwa simu toka Mosongo nikaje. Alichoniambia Nyasagati ni kwamba ng'ombe wako wameingia Manchira, unatakiwa kulipa. Nililipa shilingi 1,500,000 kwa sababu ng'ombe ilikuwa 50,000. Na hiyo ni miaka mitatu imepita. Sasa nikawa napiga hesabu ya haraka hivi, kama leo mimi nimelipa 1,500,000, hiyo Manchira tozo inaweza ikawa bilioni kadhaa imeshapatikana humo ndani. Lakini hakujatokea kitu kingine cha namna hiyo. Lakini kimsingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi bwawa ni la kwetu na Manchira ni ya kwetu. Katika chanzo lakini pia kwenye hifadhi ya bwawa la Manchira. Na katika kikao kile tulibainisha majina ya baadhi ya wafugaji ambao wanaishi pembezoni au kando kando ya hifadhi ya bwawa la Manchira, ambao kwa kiasi kikubwa wameshiriki katika uharibifu wa bwawa lile. Na yale majina yaliwasilishwa na watendaji wa maeneo husika. Majina yako ofisini. Lakini vile vile tulipata taarifa kwamba si uharibifu tu wa mifugo ambao unafanyika katika bwawa la Manchira, lakini pia kuna ukataji miti. Wakulima wa zao la tumbaku wamekuwa wakitumia hifadhi ya Manchira kupata nishati ya kukaushia tumbaku kutoka ndani ya hifadhi ya Manchira. Kwa sababu ya kulegalega ulinzi pale, watu wengi wamekuwa wakiingia kiholela, na waheshimiwa madiwani na mwenyekiti, mkipata wasaa mnaweza mkatembelea eneo husika mkaona lile bwawa. Nakumbuka wananchi wote ambao walikuwa wanaishi maeneo yale walifidiwa na wakaamuliwa kuondoka. Lakini sasa hivi almost sehemu zote unaweza ukaingia bwawa la Manchira. Kila sehemu kuna njia za miguu, lakini vile vile kwa watembea miguu. Kwa hiyo tulipokutana pale ofisini, wakawa wanamtuhumu makamu mwenyekiti wa hiyo jumuiya kwamba anashirikiana na wafugaji, na ikajulikana, wakataja waziwazi kwamba wafugaji kila mwezi wanatoa hela kwa hao viongozi ili waweze kuendelea kuchunga ndani ya hifadhi. Kwamba hawa watu wa TFS tukiwakabidhi ule mradi kwa namna ambavyo tunaona wanavyosimamia maeneo yao, wanaweza kutusaidia kuokoa hiki chanzo. Hilo ni pendekezo namba 1 kama likisimamiwa vizuri. Kwamba tunaweza tukafikisha miaka 5, lakini hiyo miaka 5 haifiki, maana yake bwawa halipo. Kwa hiyo hata hizo hela ambazo zinatumika kujenga chujio ni kama tunaziharibu. Kwa hiyo mapendekezo yangu, cha kwanza kabisa, ile bodi inayohusika na mambo ya ulinzi ivunjwe na kuundwa upya. Lakini pia hawa wafugaji ambao wametajwa, maana ofisi mtashirikisha wale watu ambao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnalinda hilo, mbunge analisapoti kwamba mtakapokwenda pale, kwa sababu sisi sasa tumetengeneza kamati ndogo. Mkienda pale sasa mtakaa muone kwamba watu gani mtashirikisha ili kuweza kudhibiti ile eneo mpaka wale watu watakapokuja, ambao sasa wataleta
na ina maana kwamba wataandikiwa barua hapa kupitia baraza hili ya muda kwa hayo makundi ambayo yametajwa na idadi yake. Kwa hiyo nafikiri kwamba swala hili tutakuwa tumeliweka vizuri sasa. Ndani ya siku 7 basi wale watakuja, wao sasa watakuja kuestablish kila kitu. Mimi nikushukuru sana tena sana Mheshimiwa Mbunge kwa sababu tumepata pa kutokea. Lakini washukuru sana Mheshimiwa madiwani kwa michango yenu. Swala hili nakumbuka lilikuwa ni serious sana. Wakati nimekuja humu ndani. Okay. Afisa mazingira lazima wemo na mwanasheria. Mwanasheria itakuwa ni kwa ajili ya kutoa miongozo. Lakini afisa mazingira ni kuhakikisha kwamba hao wanaokwenda, kwa sababu pengine watakuwa si wataalamu wa mambo ya mazingira, basi naye atakuwa na washauri. Kwa hiyo kutoka kwenye ofisi yake anaweza akaona au yeye mwenyewe akawemo, lakini pia kwenye ofisi ya mkurugenzi ndio huyo sasa ametoka afisa mazingira. Lakini upande wa wilaya wakuu basi itakuwa tayari amewakilishwa, na bado kuna polisi kata hapo nani. Kwa hiyo itakuwa imekaa vizuri kwa sababu ni kwa muda wa siku 7 hizo wale jamaa watakuwa wamekuja. Kwa hiyo wakija basi wataweka sasa utaratibu ambao utakuwa ni normal. Nafikiri kwamba na hili pia litakuwa limetengeneza limetoa onyo kali. Hata hao watakaokwenda kuwekwa sasa watajua kwamba kuna kitu. Lakini pia kupitia baraza hili niongeze hili waheshimiwa, kwamba sasa hawa watu wao wanaleta taarifa kila kwenye baraza la kawaida. Tujue. Lakini walikuwa hawaleti. Kwa hiyo sasa kuanzia hapa kila baraza la kawaida lazima waje kutoa taarifa kama moja ya taasisi ambazo zinafanya hapa. Kwa sababu hiyo ni sehemu muhimu kuliko hata maeneo mengine yote. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, nafikiri kwamba hiyo itakuwa imekaa vizuri. Kwamba wakija hapa tutakuwa tunajua kwamba kitu gani kinaendelea, taarifa zao hizo kama ni za uongo, kama hizo walizotuletea tutakuwa tunajua na kujua kwamba hapa kuna uongo. Sasa wao wakikaa pale wataona cha kufanya. Bahati nzuri kuna viongozi wa ulinzi na usalama wako pale na nini. Kwa hiyo wataona kwamba vitu gani vya kufanya.